Mama, utanisamehe hichi ninachoenda kukifanya. Kwani nisipofanya hivi nitakufa. Clovevo, hakikisha hicho ulichokiota unakitekeleza. La si hivyo, una miezi 7 ya kuishi hapa duniani. See you next time. Out! Nimekubali kujiunga na chama. Nipo tayari kukitumikia chama kwa namna yoyote ile, bila kujali utu wala binadamu. Nipo tayari kuiabudia pesa na kutimiza masharti yote. Ewe shetani, naomba nisaidie. Karibu kwenye chama. Kuanzia sasa wewe ni mwanachama rasmi. Karibu sana Bwana Tony. Nenda kafurahie furaha ya pesa. Maisha yako yamebadilika kuanzia sasa. Asante. Hongereni nyote mliokusanyika hapa kwa kusherehekea ubatizo wa mwanachama wetu mpya. Hongereni sana. Ningependa niwajuze kuwa Mgaya amesema yuko tayari kumtoa mtoto wake kafara ili kunusuru uhai wake. Have a good day. Ni mtoto gani wewe unataka kumtoa sadaka? Mke wangu, mimi nadhani wewe hujanielewa vizuri. Ni lazima mtoto tumtoe kafara, kwa sababu
mtoto tukimtoa kafara utazaa watoto wengine, lakini tusipofanya hivyo, mimi mume wako nitakufa, na nikisha kufa stori yangu ndio itakuwa imeishia hapo. Umetafakari kuhusu hilo? Labda kama una mtoto mwingine tofauti na huyu, lakini kama ni huyu wa kwangu mimi, huwezi kumtoa kafara. Alafu unazungumza kirahisi rahisi tu, eti tutazaa mwingine. Hivyo unajua maana uchungu wewe? Unajua ni uchungu kiasi gani mwanamke anaupata akiwa anataka kujifungua? Sikiza nikwambie kitu Mgaya. Tena nisikilize kwa makini. Mimi na wewe hatima yetu ni kifo tu. Tena tutakufa kwenye wakati ambao tunatamani kuendelea kuishi. Na haya ndiyo matokeo ya kutaka mali kwa haraka. Sasa usitake mtoto alipe dhambi zako hali ya kuwa yeye hahusiki na chochote. Lakini mke wangu, wakati unazungumza hayo maneno, unatafakari kuhusiana na mimi? Sidhani kama kuna kitu cha kujadili tena hapa. Msimamo wangu uko pale pale. Mtoto wangu hatolewi kafara. Umeniambia muda gani kukutana na unakuja saa hizi? Naomba unisamehe. Nataka kuzungumza na wewe. Umeanza, sina chochote hapa. Penyewe nina bakula mbili tu. Labda nikutindia ukafanya mazingira yako. Zuia. Sihitaji hela. Nahitaji kuongea na wewe. Unataka kuzungumza nini? Kiulizo. Nakupenda. Najua hata wewe unanipenda sana. Kwenye mapenzi yetu mpaka sasa tuna miaka 3. Kwenye hiyo miaka 3 tumepitia kila aina ya changamoto na tuliweza kuzishinda. Tumekuwa na ndoto na malengo ambayo hata hatukujua tutatimiza vipi. Naomba unisamehe Kiulizo kwa hiki ninachoenda kuongea. Na kabla sijaja kuongea na wewe, nilikaa nikatafakari mustakabali wa maisha yangu ya baadaye. Najua ninachoenda kusema kitakuumiza, kitakuchoma ndani ya moyo wako, lakini naomba unisamehe. Kiulizo, nimepata mchumba. Naenda kuolewa. Na sio mchumba tu, ni mchumba ambaye ana pesa. Kuanzia leo, mimi na wewe, mapenzi yetu yamefika tamati. Najua maneno ninayoongea yanakuumiza, na unatamani hata usingenijua. Lakini naomba unisamehe. Nafanya yote haya kwa ajili ya future yangu. Kwa ajili ya mama yangu. Kwa ajili ya watoto wangu. Nisamehe Kiulizo. Kwa hiyo nataka kuniacha kwa sababu ya pesa, si ndio? Hapana. Sio kwa sababu una pesa. Na kuacha kwa sababu ya future watoto wangu. Kizazi changu. Mamangu. Nataka nizae watoto
na hao watoto wayafurahie maisha yao, waishi kwenye furaha. Sitaki watoto wangu waje kuishi kama mama yao nilivyoishi kwenye maisha haya ya kimaskini. Ina maana umesahau mambo tuliyoyafanya mimi na wewe na moment kadhaa tulizopitia? Nakumbuka kila kitu Kiulizo. Lakini naomba nikuulize, hivi unafikiri hao watoto watakuja kula moment ambazo tumezipitia sisi? Hapana. Nisamehe. I'm sorry. Tajiri Matula. Kaka, mimi nina moyo kaka. Wewe nipe njia nitoboe mimi mdogo wako bwana, Yaani hautokuja kujutia kwenye maisha yako yoyote kaka. Na kuhakikishia kwa hilo Matula. Nisaidie kaka, Shida sio mimi kujutia katika maisha yangu. Shida ni wewe kujutia. Asa mimi nitajutia kwa kipi kaka? Kuna majuto gani zaidi ya kujutia kuwa maskini ndugu yangu? Natamani sana uingie ndani ya mvungu wa moyo wangu ili tuone hata kidogo basi kiasi gani niko tayari kufanya kazi yoyote ile kaka. Na kuahidi sitokuangusha katika hili ndugu yangu. Kikubwa tu nifikie mafanikio ndugu yangu. Nakuomba Matula. Nakuomba kaka, usinitupe. Watu wengi hujidanganya sana. Kufanikiwa ni kufanya kazi kwa juhudi na bidii. Lakini ukweli ni kwamba kufanikiwa sio kufanya kazi kwa juhudi na bidii. Kufanikiwa ni mfumo ambao umetengenezwa katika hii dunia. Na pindi ukiwepo katika huo mfumo, haina haja ya kufanya kazi. Na utabaki kuwa tajiri. Na utafungua biashara tu kama Zuga, lakini sio kitu ambacho utachokuwa unakitegemea. Jinsi ulivyokuwa ukiongea na nikutazama unaonekana una nia dhati ya mafanikio. Tukutane kesho saa 7 mchana kwenye beach ya Imani, kuna sehemu tutakupeleka. Nafikiri utaanza safari yako ya utajiri. Asante sana kama Matula. Sijui hata niseme nini, najikuta na machozi tu yananitoka ndugu yangu kwa furaha leo nayo. Anyway, hautaki kulia. Yatunze machozi yako, atakusaidia mbele. Sawa kaka, nitashukuru sana Matula. Vevo, ni nini kimekuleta usiku huu? Mimi nimekuja kuangalia kaburi langu hapa. Sasa nashangaa kukuona wewe usiku huu makaburini. Hata mimi ni kama wewe. Mimi nimekuja kutizama kaburi langu. Na huwa najisikia simanzi sana pindi ninapoliona ile kaburi. Moja kati ya vitu ambavyo najutia ni mimi kujiunga katika hiki chama. Samani, naomba nikuulize kitu. Sijawahi kukuona ukitoa kafara. Una sharti gani wewe? Au wewe ni miongoni mwa watu wenye masharti mepesi? Kimya wewe. Chinga kabisa. Mimi ni miongoni kati ya watu ambao na masharti magumu sana katika hiki chama. Mimi sina masharti mepesi kama unavyofikiria wewe. Una sharti gani wewe? Sharti langu mimi ni ukatili wa kijinsia kwa watoto ambao bado hawajabalehe. Kumbe haya mambo ambayo tunasikia kwamba mtoto sio miaka 7, mtoto miaka 6 amefanywa ukatili wa kijinsia, au watu kumbe wanatoka kwenye chama chetu pia? Vevo, miongoni kati hao watu mimi ni mmoja wapo. Kwa nini sasa usiombe kubadilishiwa sharti? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hakuna njia ya kubadilishiwa sharti. Na nikiendelea kufosi, basi nitakufa. Na ndio maana hapo awali nilikwambia najutia sana kujiunga katika hiki chama.